Naomba tuinua mikono yako tumpatie Yesu makofi mazuri. Inua mikono yako juu.
kipenzi chetu atukuluhuda gene sino jeliri ni pigo akasana unatapa anti wa boy kapititi ina salama mama atakama nitokangu atukulota ukalaza unapososha oliwo seshiwo machalingo tunia weye samba sana mwendeze Mami, Winnie, Ashanti, Melissa, Klaus, Rachel, Kilian, Khalid, Posuna Medetana. Para fikia bahati na siku kazi, na makoresho bahati kwa kwa
unaweza ukarudi mahala ulipokuwa dakika chache ili tuweze kuendelea na yaliyo mbele yetu. Viongozi wa serikali walio hapa, waliokusanyika hapa, Mungu yu mwema na kila wakati. Umetuondoka machoni petu sisi wanao, lakini tuna imani kwamba uko nasi kila siku. Tunakushukuru kwa kutuleta duniani, Mama. Tumeyaona mengi na wewe umekuwa karibu nasi kuturudisha kwa njia iliyo sawa wakati tunakosea, Mama. Ulikuwa mwingi wa kusamehe na ulitufunza kusamehe wengine. Mama, nenda salama. Tutaonana wakati wetu nasi utakapofika, kwani duniani sote twasafiri. Thank you. Bwana asifiwe. Safari ya miaka 52 duniani. Marehemu Sidi Charo alizaliwa mnamo tarehe 5 mwezi wa 12 1973 katika kijiji cha Mtomondoni, Mtwapa. Alikuwa ni mtoto wa kike wa kipekee wa mzee Karisa Monzo na Kadi Katana. Marehemu alikuwa mtoto wa pili katika watoto watano wa mzee Karisa Monzo. Elimu. Marehemu Sidi Karisa alifanikisha elimu yake ya msingi katika shule ya Mtomondoni. Huduma ya kiroho. Alibatizwa katika kanisa la Jubilee Pentecostal Assembly JPA na kuwa muumini wa kanisa hilo hadi umauti wake. Kazi. Marehemu alikuwa akifanya biashara ndogo ndogo za sokoni. Ndoa. Marehemu Sidi Karisa Charo aliolewa na mzee John Karisa Katana. Katika ndoa yake alibarikiwa na watoto 6 wa kike na 3 wa kiume. Kazo John, Bahati John, Karembo John, Peter John, Eric John, Josephat John, Joyce John, Gladys John, Annette John. Wajukuu 9: Priska, Klaus, Melissa, Rachel, Winnie, Ashanti, Steve, Ian na Kali. Ugonjwa. Kufika tarehe 18 mwezi wa 5 2025 Jumapili, marehemu alikuwa katika afya zake akijishughulisha katika kawaida yake. Mnamo saa 8 mchana alidondoka ghafla na kuzirai. Katika harakati za kupewa huduma ya kwanza, alipelekwa katika hospitali ya Chifu. Baada ya saa 3 hali ilionekana ya kutatanisha, akasafirishwa na kupelekwa katika hospitali kuu ya Kilifi. Mwendo wa saa 12 jioni, matibabu yake yaliendelea
usiku mzima bila dalili ya matumaini hadi siku aliyofuata Jumatatu saa 10 jioni ndipo alipoaga dunia. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Tulikupenda. Aliyokupa hapa duniani. Umekuwa mfano bora kwetu, umetufunza mengi, umetuvumilia mengi. Ulikuwa mshauri wetu, mtetezi wetu na mwanga wetu. Umetuondoka machoni petu sisi wanao, lakini tuna imani kwamba uko nasi kila siku. Tunakushukuru kwa kutuleta duniani. Tumeyaona mengi na wewe umekuwa karibu nasi kuturudisha kwa njia iliyo sawa wakati tunakosea. Ulikuwa mwingi wa kusamehe na ulitufunza kuwasamehe wengine. Mama, nenda salama. Tutaonana wakati wetu nasi utakapofika, kwani duniani sote tutasafiri. Thank you. Asante sana. Asanteni. Mweza toka angalau mkajitulize tena. Mweza rudi mahali kuna viti vyenu mkajitulize. Mweza rudi mahali kuna viti vyenu mkajitulize. Si kazi ndogo. DJ kidogo tu. Jitahidi. Ni kumwombea tu mama yetu tu. Hatuna ubaguzi, hatuwezi kufanya rigging na Mwenyezi Mungu. Ni kumwombea tu marehemu. Dadangu, nafasi niko na pia kusoma. Ni hapa kazi kwako. Wajukuu jamani, wengine wajukuu masaa. Wajukuu marehemu. Wajukuu wa mama walilala hapa jamani. Wajukuu. Nini? Ni mjukuu jamani, Kian. Melissa. Klaus. Wajukuu jamani. Siwasikia? Wajua wengine watoto. Soma hii story hapa, tumalize maneno. Shalom. Nyanya, umekuwa rafiki yetu wa karibu. Tulipohitaji msaada wako, ulisimama nasi. Hata hivyo, tunafurahia maisha yako yote uliyoishi hapa duniani. Hakika wewe ni shujaa. Tutazikosa hadithi zako, lakini hatuna budi kusema kweli. Mungu alikupenda zaidi ya sisi tulivyokupenda. Tutakuenzi milele kipenzi chetu. Wewe ulikuwa mfano wa kuigwa. Sleep well, our sweetheart. Pange na ujumbe kutuambia mahali hapa, maana sisi tuaishi tu na nyinyi mlikuja kwa wale kondoo waliopotea, na kondoo waliopotea baadhi yao ndio sisi. Tuambieni tuingie huko kwenye yaishi ya maneno. Karibu mama. Basi kwa majina naitwa Tumaini. Nimeokoka mchana wa leo, Yesu akiwa kimbilio na mwokozi wa maisha yangu. Nimesimama hapa kwa ajili ya dadangu Bahati, nikiwa mwakilishi wa wanawake bomba. Hatuko wengi, tuko 10. So wenye tumeweza kufika mahali hapa tukiwa 3, wale wengine bado wako ugaibuni. Kundi hili tulijiunga mwaka jana
ambao tulikuwa 15, lakini kwa bahati mbaya kuna wengine waliaga, lakini hayo bado ni mapenzi ya Mungu. Lakini sisi ambao tuko hai tunamshukuru Mungu, na tumeona tuje tulie na mwenzetu Angel. Jamii nzima na waambieni pole, Mwenyezi Mungu awafariji, na kwa ajili ya dadangu Bahati, Mungu ni mweza wa yote na Mungu atakufariji. Ni hayo, na mbarikiwe. Ni kampuni Kenya Port ingine, ndani kuna kampuni. Hizi kampuni za Kenya Port kama usijui, ni sawa sana Biblia, ndani kuna vitabu. Basi leo Reverend Kombe atasimama mahali hapa kueleza mawili matatu, ili wewe ujue kulioje ya matangazo. Njoo uniambie mimi nakuhitaji, mtaja niko ndani ya TikTok pia, naitwa MC Benjama. Kama kuna yote ambaye nimemkwaza hisi kwa leo, na Mungu anisamehe, na kama mmegonga ndipo bariki. Na hayo maneno fika nyumbani kwa mama mzazi, nimeambiwa hivi, maana yake nini? Reverend Mr. Kombe, tafadhali karibu uwanjani wenu kwa kanisa.
DJ controller bwana Omari ni sawa, maana naona kina baba ndio hivi, kwa hakikisha hawa kina mama hawaungani na kina habari za kwako? Alafu wewe kama huhusiki hapa, tafadhali usishike kiti ukaondoka nacho, lakini viti vitabebewa na kutangulizwa kule kaburini. Tafadhali wana familia, nafasi ni kwenu. DJ Bango Fariji, omboleze nami. Basi nataka nikupe utaratibu, maana majira yamefika ya kuanza msafara wa kuelekea katika nyumba iliyoandaliwa, tukauweke mwili wa dada yetu Cindy upumzike na kungojea ufufuo wa milele. Jeneza lifungwe sasa
nataka wale waliopangwa kutusaidia kubeba mwili wafike hapa, na nataka tuende na utaratibu mzuri, maana neno la Mungu linasema maiti ya mwenye haki inastahili heshima. So tutaenda na utaratibu mzuri. Mimi mchungaji pamoja na watumishi wa Mungu walio hapa tutaongoza msafara, tukifuatwa na mwili jeneza, na halafu tufuatwe na jamii, watoto wake, mzee, na kama ulivyotangulia kutangaziwa pale tunapoenda hakuna nafasi ya kutosha ya sote. Kwa hivyo iwe tu jamii na wale wa karibu ndio labda watafika pale kuweza kushuhudia jambo hili. Pambera, wako watu wanaobeba mwili, nataka wasimame hapa na jamii iandaliwe, maana tunaenda kuanza msafara sasa. Watakao tusaidia kubeba mwili wachukue nafasi zao ninapoenda kufanya maombi, na mwandae wana jamii waje nyuma ya jeneza. Waandaeni tafadhali, muda hauko upande wetu. Watulizeni ili tuende wakashuhudie ukamilifu wa safari ya mama yao. Uko tayari? Lete huo msalaba. Basi tulieni tuombe, okay? Na tutaenda kwa utaratibu. Waombolezaji sote, nataka pawe na utulivu, tukaombe. Kwa kuwa Yesu alikufa na akafufuka tena, ndivyo itakavyokuwa kwa wale wanaokufa katika Kristo, kwani Mungu atawafufua pamoja na Yesu. Nyimbo na tuziimbe tena. Shali tupenda mbele kwa damu ya thamani sana, ingone gonana milele, tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane milele, tuonane bandarini kule, kupozwa kila aushwari damu ya thamani yule, ataishi afurahie kwa Yesu mbinguni milele. Tuonane milele, tuonane bandarini kule, jina lake
kuja kwake, tutawale naye milele. Tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane bandarini kule, tuonane milele, tuonane bandarini wa milele. Bwana wetu Yesu Kristo, kwa kuwemo kwako kaburini, umefanya makaburi yote ya waumini kuwa matakatifu. Nasi twaomba mwili wa dada yetu Sidi Karisa ulale ardhini kwa amani, na afufuke pamoja nawe kupitia kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Natakasa nyumba hii iliyoandaliwa ardhini kwa damu ya Yesu, na itakasa nyumba hii. Mwili wa dada yetu ukalale kwa amani. Damu ya Yesu izunguke mahala hapa. Uwepo wa Mungu, malaika wakafanye kituo mahala hapa. Hata kila tambiko za adui tunazipinga kwa jina la Yesu. Maroho ya pepo yafanyayo mazingaumbwe kwa makaburi hayana nafasi, maana hili ni kaburi la mtakatifu. Naamuru ulinzi wa damu ya Yesu, naamuru msaada wa Mungu, naamuru uwepo wa Mungu uwe mahala hapa. Bwana, mwili wa mteule wako mwenda zake dada yetu Sidi Karisa ulale kwa amani ardhini. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, na sote tuseme amen. Tunaweza sasa tukashukisha mwili. Nilalapo vumbeni mautini, yo roho yangu hiyo chukua, utaurusha kwa mara 3 sawa na vile nitakavyokuwa nikiwaongoza. Sawa? Bwana wetu Mungu uishie, muumba wa mbingu na nchi, vimekupendeza ukaitwaa roho ya dada yetu Sidi Karisa kukaa pamoja nawe katika furaha yako ya milele. Nasi siku ya leo tunauregesha
mwili wake ardhini, ulale kwa amani hadi siku ya ufufuo wako. Udongo kwa udongo, majivu kwa majivu, mavumbi kwa mavumbi. Kwa wale wote waliokombolewa na Mungu, tumaini letu ni ufufuo wa milele kupitia Yesu Kristo Bwana wetu, atakayegeuza mwili wetu usiodumu ili uweze kufufuliwa kama mwili wake mtakatifu kulingana na uwezo wake mkuu aliyoutumia kwa Kristo alipomfufua kutoka kwa wafu na kumketisha mkono wa kuume juu ya amri zote na mamlaka. Uwezo na milki milele na milele ni vyake. Amina. Tuna uhuru sasa wa kuweza kuweka slab